Hello, habari ndugu wachimbaji na wapenda Pi Network popote mlipo. Naitwa Ilam kutoka CPA. Karibu sana kwa mara nyingine ambapo katika channel hii tunaongelea, kujadiliana na kuelimisha umma kuhusu teknolojia ya blockchain ama kwa jina lingine mapinduzi ya 4 ya viwanda. Kama ni mara yako ya kwanza kuwa hapa, bonyeza kitufe cha subscribe na notification kwa hapo chini. Hii itakupa unlimited access to CPA, ikiwemo kuangalia video zote zilizopita kuhusu topic tofauti, na utajifunza elimu hii na kuwa expert. Lakini pia ukibonyeza kitufe cha notification utakuwa notified pindi tu video mpya inapowekwa hewani. Bila kupoteza muda, leo tunaenda kutazama katika ulimwengu wa kusisimua wa decentralized finance ndani ya Pi Network. Tumeona Pi ikikomaa. Mfano ni kuwepo kipengele cha swap, exchange, liquidity pools, na sasa tunasubiri uwezo kamili wa DeFi. Lakini swali ni, utatumiaje fursa hizi kupata faida ya hali ya juu kutoka kwenye Pi zako ulizochimba kwa muda mrefu? Jibu ni yield aggregators. Kaa nami hadi mwisho, kwa sababu nitaeleza ni nini hivi, vinafanya kazi vipi, na jinsi Pi aggregator hypothetical inavyoweza kugeuza Pi yako kuwa kiwanda cha kutengeneza faida kiautomatic. Tuanze. Fikiria mimi ni kama nabii, kwa kuwa mambo nitakayokueleza leo yatakwenda kutokea very soon. Tuchukulie kuwa Pi Network imetoa uwezo wa smart contracts, na sasa tuna Pi lending protocols. Hapa ni mahali pa kukopesha Pi na kupokea riba. Lakini pia tuna Pi decentralized exchanges. Hapa ni mahali pa kuweka liquidity ama ukwasi na kupata faida. Pia tuna Pi staking pools, mahali pa kufunga Pi kwa muda na kupokea zawadi. Kila moja ya hizi inatoa faida ndogo ndogo. Sasa hebu tuangalie yield aggregators ni nini. Fikiria yield aggregator kama meneja wako wa faida mtandaoni au fundi mitambo wa faida. Yield aggregator ni jukwaa lililojengwa kwa smart contracts ambazo zinafanya mambo matatu muhimu kwako. Mosi, linatafuta. Kwa mantiki kwamba linatafuta kwa haraka ni wapi kuna APY ama annual percentage yield ya juu zaidi ndani ya Pi DeFi. Lakini pili, linahamisha. Linaweka Pi yako katika pool ama protocol yenye faida kubwa zaidi. Tatu, linakusanya na kujumlisha. Linakusanya faida uliyopata kwa mfano kila saa au kila siku, na kuweka tena faida hiyo pamoja na mtaji wako wa awali. Hii ndio tunaita auto compounding. Tuangalie jinsi aggregator inavyofanya kazi kiautomatic. Kwanza ni ubora wa smart contracts. Kila kitu hufanywa kwa smart contracts, ambayo hii ni mikataba ya kidijitali isiyo na ubaguzi. Hakuna kazi ya mikono hapa, kwa kumaanisha huna haja ya kuingia kila siku kuangalia ni wapi faida imepanda. Lakini pili, uchambuzi wa njia. Hapa aggregator inatumia algorithms kuchambua maelfu ya njia na kuamua, je, ni bora kuweka Pi kwenye Pi lending au kwenye Pi liquidity pools. Baada ya hapo, njia nyingine ni nguvu ya compounding. Fikiria tofauti hii. Kwa kawaida unapata shilingi 20,000 unaiacha. Wiki ijayo unapata shilingi 20,000 tena. Kwenye aggregator unapata shilingi 20,000. Aggregator inaweka 20,000 hiyo tena kwenye mtaji wako. Wiki ijayo utaanza kupata faida kutokana na mtaji wa awali plus 20,000. Hii ndio nguvu ya auto compounding. Nadhani hiyo imejieleza vizuri sana. Lakini pia kupunguza ada za gesi ama transaction fees. Kila unavyohamisha au kujumlisha faida kwenye DeFi, unalipa ada za gesi au ada za muamala. Kwa wewe mwenyewe ukiweka faida kila siku, unalipa ada za gesi kila siku. Faida yako inaliwa na ada. Lakini kwenye aggregator, jukwaa hukusanya faida za watumiaji wengi, mamia au maelfu kwa pamoja. Linafanya muamala mmoja mkubwa wa kujumlisha faida na kugawana ada za gesi. Hivyo unalipa kidogo sana na unapata faida zaidi. Hebu fikiria Pi aggregator inaitwa Pi Vault. Huu ni mfano tu. Hatua ya kwanza, utaweka Pi. Unatuma kiasi cha Pi zako kwa smart contract ya Pi Vault. Hatua ya pili, utafutaji wa njia. Pi Vault inaangalia Pi lending protocol X inatoa 15% APY. Lakini inaangalia liquidity pool Y inatoa 22% APY. Hatua ya tatu, Pi Vault inachukua Pi zako
na kuziweka moja kwa moja kwenye liquidity pool Y kwa faida ya 22%. Hatua ya 4 baada ya hapo ni kujumlisha kiotomatiki. Kila masaa 6 Pivot inakusanya faida ndogo ndogo iliyopata na kuweka tena kwenye pool Y. Faida yako inaanza kupata faida. You know what I'm saying? Kwa kifupi, yield aggregator ni chombo muhimu cha kutumia faida za smart contracts na auto compounding ili kuongeza thamani ya pai bila wewe kufanya kazi ya kusimamia mara kwa mara. Why use it? Faida zilizoongezwa, kupata APY ya juu sana kutokana na compounding ya mara kwa mara, lakini pia urahisi, unaweka na kusahau. Aggregator inafanya kazi zote. Ufanisi wa gharama kwenye upande wa ada za gesi zinazogawanywa. What's the catch? Hatari za smart contracts. Aggregator yenyewe ni smart contract. Ikiwa ina bug au imevamiwa, pai zako zote zinaweza kuibiwa. Fanya utafiti kila wakati kwenye jukwaa unaotumia. Lakini hatari ya protocol. Aggregator inaweka pai zako katika protocol nyingine. Ikiwa protocol hiyo itakumbwa na shida kama rug pull au kuvamiwa, pai zako zitapotea. Kupungua kwa faida. Faida za DeFi hubadilika mara kwa mara. Faida za aggregator zinaweza kupungua ghafla pia. Ili kutoa uwanda mpana wa fursa katika Pi Network DeFi, lazima kuwe na token za kutosha. Na nafikiri muda sio mrefu Pi Core team wataweka mazingira sawa kwa wabunifu ku create tokens zao. I can't wait. Hili likitokea, kuna uwezekano mkubwa Pi ecosystem itakuwa blockchain inaongoza kuwa na token zaidi ya Ethereum blockchain. Uwepo wa decentralized exchanges, liquidity pools na miundombinu mingine ya DeFi, basi tunatarajia kutakuwa na mapinduzi makubwa sana ya blockchain ambayo wewe ni sehemu ya historia hii. Yield aggregators ni mlango wa kutokea kwa wawekezaji wote wa Pi Network wanaotaka kufanya pai zao ziwafanyie kazi kwa bidii zaidi. Ni zana yenye nguvu, lakini inahitaji tahadhari kutokana na hatari za smart contracts. Je, unaona ni jukwaa gani la kwanza la yield aggregator ambalo litaibuka ndani ya Pi DeFi? Acha maoni yako hapo chini. Usisahau kusubscribe na kugonga kengele ili usikose video yetu ijayo ambapo tutakuwa na mada moto sana. See you in the next one. CPA.